Na mtetezi yoyote huwa hatetei mtu yoyote, anatetea yule mtu anayemjua. Mtu akikutetea lazima awe anakujua, na awe anakujua kwa ndani, si kwa nje. Mke wangu namjua, chochote kikitendeka wanaweza kumtetea. Kabla niseme umefanya makosa, ni mpaka nimtetee kwanza, halafu baadaye tukiwa mimi na yeye namwambia hapo ulifanya makosa, ulifanya vizuri. Lakini lazima nimtetee, maana yake namjua. Nitoke pale kwa bodaboda nione watu bodaboda wawili wanapigana na niwe sijui mmoja wao, sitakuwa na kazi ya kuwatetea, maana yake si wajua. Lakini niona my brother ambaye pengine ni bodaboda anapigana bodaboda mwingine, nitaingia hapo katikati, maana yake kuna mtu ninajua. Na hata yeye kwani ana makosa ndiye anapigwa, nitaingia hapo katikati nitetee. Kwa sababu gani? Ninamjua. Ninaongea kuhusu Mungu mtetezi. Amen. Sema amen. Amen. Anayekutetea ni lazima awe anakujua. Na nyinyi kuja hapa, huyu ndiye mtetezi wenu mbele ya Bwana. Na lazima akujue kwa jina. Pastor wenu ndiye mtetezi. Ukiwa umelala, yeye anakutetea mbele za Bwana. Bwana, finika mama so and so. Baba, bariki mtoto wa so and so. Anakutetea, maana yake anakujua. Sema amen. Amen. Naongea kuhusu Mungu mtetezi. Unaweza kuwa umelala lakini anakutetea. Unaweza kuwa unatembea ndani ya gari lakini anakutetea. Unaweza kuwa unakula chakula lakini anakutetea. Maana yake si wote wanakula chakula. Kinaweza kwenda kwa ile pipe nyingine na ukaenda hospitali na ukatangazwa huko na huko mgonjwa. Ndio sione kukula tu unaona ni kukula tu, hapana. Kuna mtetezi. Sema haleluya. Nasema sema haleluya. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Genesis chapter number 12. Genesis chapter number 12 verse 1 to 3. Alafu nikupeleke mbali. Oh my God. Sasa baadaye nimesoma sana. Only 3 verses. Nataka niongee Mungu mtetezi. Genesis chapter 12 1 to 3. 1 to 3. Inasema, now the Lord had said unto Abraham. Now the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country, come out of your country, and from your children, and from your father's house, unto a land that I will show you. To a land that I'll show you. Yes. Verse 2. And I will make of you a great nation. I make you a great nation. And I will bless you. I bless you. I will make your name great. And I will make your name great. And thou shalt be a blessing. Though you shall be, you King James. Yes. James 1 and 2. Verse 3 now. Verse 3. And I will bless them that bless you. Yes, I will bless them. Nitawabariki wanaokubariki. Halafu, and curse him that curses you. Na nitalaani wanaokulani. Halafu, and in you shall all families of the earth be blessed. And to all the family of the earth, including Mariakani Crisco. Amen. If there is a member who has faith in God, he will be blessed because of Abraham. Sema amen. Amen. Nataka niongee kuhusu Mungu mtetezi. Mungu wetu wapendwa huwa anatutetea na mambo mengi huwa anatufanyia pasipo sisi kujua. Na ndio wewe na mimi wakati wote tunatakana tuwe watu wa kumshukuru yeye. Kuna watu wao wanajipiga kifua wakisema wao ni kwa nguvu zao na kwa elimu yao ndio wametajirika. Huwa wanapiga 0 out of 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa zingine wanakaa nasema mbona mimi sijabarikiwa? Sasa zingine Roho Mtakatifu ananiambia kama kuna mtu amebarikiwa ni wewe, kwa sababu uko na uzima, si kilema, na akili yako bado iko soba. Hiyo ni baraka tosha. Amen. Hata kama una gari na huna nyumba, my God, na huna hata mahali panaitwa kwako, kama
uko soba, kama wewe mikono yako yote miwili inafanya kazi, kama macho yako bado yanaona na masikio kusikia, you are more than blessed. Amen. Sema amen. Amen. Umeshinda yule ambaye ako na mabilioni, lakini every day ni mpaka achukue shindano ajidunge ili endelee na maisha. Manake ni mgonjwa wa sukari. Sema amen. Amen. Sukari wewe unayokula bado uko na afya yako. Sema haleluya. Nazungumzia kuhusu Mungu mtetezi. Anaweza kukutetea pasipo wewe kuona. Sasa hiyo ndio inataka from Monday to Sunday wewe ni mtu tu kumwambia Bwana thank you. Hata kama hujaolewa ama hujaoa, hata kama huna kazi ama uko na kazi, kwa sababu kile ambacho amekufanyia. Sema amen. Amen. Sasa tukienda pale Mariakani Hospital, tutaona watu saizi yenu na watu saizi yangu. Kukula ni shida. Na tukienda sana, kuna mtu amewekwa mpira kwa pua, ndio hiyo inasukumwa chakula na shindano. Mimi na wewe tukiwa hai na tukiwa bado tunapumua, tunataka kumpatia Bwana utukufu wote. Kwa sababu wewe si kwamba muhimu sana, ni kwamba nyuma yako una Mungu mtetezi. Sema amen. Amen. Genesis, nataka tuende mbali kidogo, halafu baadaye nihubiri kwa muda kidogo, halafu tufunge tukule meza ya Bwana, halafu nichukue ndege nianguke pale nyumbani kwa ibada ya jioni. Sema haleluya. Genesis chapter number 20 verse 2 and 3. Kama kuna version nyingine sio daudao, ningefurahi. Ama Kiswahili, ama kama una Biblia ya Kiswahili, ningefurahi mpaka nikacheka hapa. Genesis 20 number 3, only 2 verses. Inasemaje? Genesis 20 2 and 3, only 2 verses. Naongea kuhusu Mungu mtetezi. Ibrahim ni Kiswahili? Umepata Kiswahili? Yes. Ibrahim, that's 2. Ibrahim akamnena Sara mkewe. Ibrahim akanena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Unasikia? Akasema huyu ni ndugu yangu, ni mkewe, lakini akasema huyu ni ndugu yangu. Alafu basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara. Basi mfalme wa Gera akatuma PS wake wakachukue dada ya Ibrahimu. Naongea kuhusu Mungu mtetezi. Abrahamu alipoingia Gera, alichukua bibi yake, akatangaza kwamba huyu ni dada yangu. Hakusema bibi yake. Mfalme wa huo mji wa Gera akatuma personal assistant. Kasema kanchukulieni dada ya Abraham, mumlete State House. Bibi ya Abraham akaletwa State House kwa sababu amesema huyu ni dada yangu. Verse 3. Verse 3. Yes. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku. Lakini Mungu mtetezi akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku. Akasemaje? Akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa. Umekuwa mfu wewe. Mfu ni mtu amekufa, anangojea kuzikwa. Sasa hiyo maneno ni Mungu ndiye anayeongea, si Abraham. Mungu mtetezi anamwambia mfalme, kwa sababu umechukua mke wa Abrahamu, wewe saa hii you are a dead man. You are a dead man. Mungu mtetezi. Na Abrahamu hata yuko kwa nyumba yake hajui ni nini inaendelea, lakini Bwana anamtetea. Na anatetea ubavu wake. Na hapa makosa alikuwa ni Abraham, kwa maana alitangaza ni dada yangu. Abimeleki hakuwa na makosa. Lakini kiongea kuhusu Mungu mtetezi, usiku Sara yuko State House kwa Abimeleki.
Sasa wewe piga mahesabu, kulikuwa ni kuinamia. Hiyo tutakuja zungumza siku nyingine. Sema amen. Amen. Kabla ile kitu kuwa, Mungu akajitokezea usiku. Akamwambia Abimelech, I am the king of kings. Na natetea mtu ambaye ninajua. Chapter number 12 anasema ukinitii nitakubariki na nitabariki wanaokubariki. Ukinitii nitalani wale ambao watakulani. Sasa Mungu alikuwa ameweka covenant na Abraham. Alikuwa ni mtu anayemjua, na sasa ajue asijue, Mungu alikuwa ni awe mtetezi wa Abraham. Amen. Sema amen. Amen. Na ndio Abimelech alipochukua bibi ya mwenyewe, akaambiwa wewe ni mfu. Wewe tayari umekufa. Kuna mambo ambayo leo ukienda nyumbani soma the whole chapter. Kuna mambo ambayo Abimelech alijitetea. Akamwambia Bwana, unataka kuwa taifa nzima because I have the integrity. Unataka kuwa taifa nzima kwa sababu huyu Abraham amesema ni dadake na mimi nikachukua akamwambia, ukiendelea kusoma akamwambia, saa hii rudisha huyu mke wa rafiki yangu. Mrudishe kwake. Tena uende kwake akuombee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea Mungu mtetezi. Wewe ukiwa mtu ambao utafanya rafiki na Mungu, atakupigania vita vya kijamii ukiwa umelala fofofo. Amen. Nasikia kama pande huu wanaanza kupata kitu. Nasikia menia huku imeingia juu. Usema haleluya. Hata imejopokuwa wameambiwa njoni mtoe sadaka, wamerelax sasa wanapata kitu. Lakini hata huku pia wanapata kitu. Tupigie Bwana sadaka makofi. Katika jina la Yesu. Okay, kanisa ni rafiki yangu, hivyo mimi nitazungumza kila kitu. Nataka wewe ubarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki ukitoka kwa huu mlango useme kwa nini nimekuja kanisani leo. Sema amen. Ni wewe ushike vizuri yeye, halafu akusaidie kiroho, halafu akutume pale Taru uwe na madhabahu yako pia. Sema haleluya. Sema haleluya. Sasa hiyo ni kuita kwamba wewe dada unaweza ukaamka na ukapata kuweza kugusa hiyo mafuta, nawe ukapata mahali ambapo utasema hapa Mungu ameniita. Sema amen. Tutoke huko tuingie hapa. Mungu akamtetea rafiki yake. Rafiki yake ni yule rafiki alimwambia, toka kwa nyumba ya baba yako na mama yako, toka kwa nchi yenu, nitakuonyesha nchi. Ukinitii nitakufanya uwe mbarikiwa, na mataifa yote yatabarikiwa kwa ajili yako. Mimi leo nimebarikiwa kwa sababu ya imani ya Abraham. Marshall amebarikiwa kwa sababu ya imani ya Abraham. Hapo verse 3 ndio inasema mataifa yote, watu wote ambao wataungana na hii imani yako ya kuniamini mimi, ni lazima watabarikiwa na watakuwa rafiki zangu na nitawatetea. Wakati wakipangiwa maovu, nitakuwa pale nikiwapigania. Sema amen. Kwa hiyo naongea Mungu aliyemtetezi, lakini ndio nikatangulia nikakwambia kwamba Mungu hatetei kila mtu, anatetea rafiki yake. Rafiki yake ni yule amesema yes Lord, ingia ndani ya maisha yangu, chukua maisha yangu, nikutumikie wewe. Huyu ndiye anakuwa rafiki ya Jehova. Amen. Na huyo leo akilia, Jehova atakuja pale. Hata mamako akiwa huko Nyalugunga, yeye atakuja direct. Sema amen. Kwa sababu umelia. Kwa sababu gani? You are connected. You have what we call covenant with God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio inamfanya Mungu au mtetezi wako. Lakini kama uko out of the covenant, utapigwa na mapepo anaangalia. Unapigwa na wachawi anaangalia. Unarushwa akili nenda wazimu anaangalia. Wako na sababu hakuna Mungu. Mungu yupo lakini hana covenant na wewe. Haijakuwa rafiki yako. Ndio nikakwambia kwamba siwezi kwenda pale kwa mabodaboda watu wapigane nianze kuingilia, wataungana wao wanipige mimi. Maana sasa hawanijui na ingilia nini. Lakini kuna mtu ambaye ninamjua anapigwa
nitamfuta kama. Alafu huyu akileta fujo sisi wawili tunamkunya yeye. Maana ninamjua ndivyo Mungu alivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Jehova alivyo. Abrahamu bibi yake akatwaliwa. Abrahamu akiwa amelala kwa nyumba yake, mama ameenda na mfalme. Mungu anajitokezea usiku, anasema, wewe mtu ambaye umekufa, wafanya nini na bibi ya wenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Abraham ajui, lakini Mungu anamtetea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe mtu mwingine alafu nikurudie wewe tumalize twende nyumbani. Tukule meza Bwana twende nyumbani. Genesis chapter number 37. Genesis chapter number 37. My reader, you can read it in Kiswahili. 37 verse 19, 20, 21, 22. Kuna mtu mwingine hapo ambaye Jehova alitetea akiwa hajui. Wakasemezana wao kwa wao. Wakasemezana wao kwa wao. Tazama. Yule bwana wa ndoto. Yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla. Basi twende tumuue na tumuweke kwa shimo, na tukamwambie dadi nyumbani na mami kwamba ameliwa na wanyama wa msituni. Alafu kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Endelea. Ruben akasikia. Mungu sasa anaingia, anatetea mtu wake. Ruben akasikia, akamuokoa katika mikono yao. Mtu ambaye alikuwa amepangiwa auawe, aweke kwa shimo wafinike, halafu aende ambie dadi, huyo kijana wako ameliwa na nyama msituni. Lakini Ruben aliposikia hiyo mipango, akasemaje? Akasema, tusimuue. Yaani Ruben alitumiwa na Mungu, ni kama Mungu ndiye alikuwa anasema anatetea kijana anaitwa Yusuf asiuawe. Na Yusuf hajui. Yeye anaenda kuwapelekea ndugu zake chakula, lakini ndugu zake wanapanga yule mwenye ndoto anakuja, na yeye hajui. Sasa akija, tumuweke kwa shimo, tuone ndoto zake zitakuwaje. Sikia nikwambie, kuna watu huwa wanakupangia na hujui, lakini kwa sababu una Mungu mtetezi, Mungu amekutetea na bado atakutetea. Nimekuja kama nabii wa Jehova niseme hivi, yale unayoyafanya yafanye ukiwa wewe ni rafiki ya Jehova, na Jehova atakutetea milele. Sema amen. Sasa wakati Ruben aliposikia hiyo mipango, akasema, Ruben ndiye alikuwa first born, akasema huyu ndugu yetu hatutamuua na haku damu yake. Endelea. Ruben akawaambia, msimwage damu. Tusimwage damu. Mtupeni katika birika hii iliyoko nyikani. Very good. Achia hapo. Msemaji wao. Ruben alitokezea kama sauti ya Mungu mtetezi, akiambia ndugu zake tusimwage damu. Watu wengi wao wanapenda kumwaga damu yako, lakini kuanzia leo mipango yao ni lazima itasambaratika. Sema amen. Na itasambaratika kwa wewe na mimi kuweza kuweka maagano na mtetezi. Amen. Serikali ya Kenya kukutetea ni lazima uwe na maagano naye. Serikali ya Kenya kukusupport ni lazima uwe na maagano naye. Juzi tulikuwa tupeleka Raila AU akawa chama Kenya nzima, because president akisimama akisupport mmoja ni kama Kenya yote imesupport. Maana president ni symbol ya unity ya Kenya yote. Kwa kuna Mgiriama,
Ujaluo, Uchoni, Ujibana, Muduruma, Mudigo, Mubasu, Usii. Wataje wote. Pesa yakisimama huwa ni symbol ya Kenya. Na akisupport mmoja ni kama Kenya yote imesupport. Sema amen. Ndio maana tukasupport, lakini kwa bahati nzuri ya mambaya mzee akapata kuwa namba 2. Sema amen. Unajua namba 1 na namba 2 ndio kubwa ni namba 2. 2 oranges. Si one orange, 2 oranges. Akapata 2 oranges namba 2. Sema amen. Kwa hivyo alishinda, hata mwenyewe alisema mimi nimeshinda, na alikuwa ameshinda kweli. Maana alikuwa hatutaki aibu Kenya. Kwa sababu gani? Tuko wamoja. Nini naongea? Hapo hawa wandugu, ngoja nipatie story kidogo alafu nihubiri. Wandugu hawa 11, Joseph alikuwa 12. Ndio unasikia taifa la Israeli. Very good. Mimi kuna wasomaji wa Biblia. Unajua tulikuwa umenyamaza. Ulikuwa unataka kugesi, lakini kabla 12. Sema amen. Sikia. Joseph alikuwa ni kipenzi cha babake na kipenzi cha Jehova. Siku moja Bwana akamtokea katika ndoto, akampeleka shambani, akawa wanavuna kwa ndoto. Akaona miganda 11 ya mahindi imesimama. Baadaye katika hiyo ndoto akaona miganda inainamia mganda wake mmoja. Akaamka usiku, akaanza kuomba, Bwana hivi nini? Akaambiwa lala, kuna kitu nafanya, maana wewe ni rafiki yangu na nitakutetea siku zikija. Sema amen. Naongea kuhusu Mungu mtetezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jioni kabla hawajalala, kama tabia ya wazee wa zamani, sisi kule nyumbani kabla tulikuwa hatujalala tukikula. Nyumbani tumezaliwa, Masha najua, nyumbani tulizaliwa wengi. Unaweza pata timu ya netball nyumbani, timu ya kwetu. Halafu kwetu unaweza pata timu ya football. Halafu na ya volleyball watu wangapi? 6. Sasa hesabu hiyo. Tulikuwa tukikula my friend, baadaye tunakaa. Halafu baadaye mzee mzee naye alikuwa mjanja. Si mjanja, alikuwa ni mtu mwerevu sana. Wacha wazee wa wakati wa Pastor Nyambo na Pastor Masho. Lakini wazee wa zamani mlikuwa mnakalishwa mnaambiwa hii na hii ni mbaya. Sasa hapo akitaka kwa dressing kama mimi sasa. Si mimi ni kijana wa hao vijana wote. Hiyo jioni yote atakuwa kwangu kunyonyesha ubaya wangu, uzuri wangu. Saa zingine paka nakasikia na nitandika viboko, maana yake nimekosea mchana, kuanzia asubuhi paka mchana. Jioni sana ndio alikuwa na wake up punishment. Halafu siku nyingine kijana mwingine, siku nyingine msichana mwingine, siku nyingine kuna dadangu mmoja alikuwa pre ya kupenda vijana. Sasa akipenda vijana mchana analimikwa, jioni anasomewa kwanza, halafu anatandikwa viboko mbele yetu. Hao ni wazee wa kile zamani. Sema amen. Sasa Jacob alikusanya watoto wake 12. Walipomaliza kukula, Joseph akasema, dadi, kuna ndoto nimeota usiku. Akama ndoto gani? Tulikuwa shambani, nikaona mganda wangu ukiinamiwa na miganda 11. Miganda 11 ni wale ndugu zake 11. Baba akasema what? Ndugu zake nao akasema what? Sisi tuje tukuinamie wewe. Maana hiyo ndio ilikuwa revelation. Sisi tukuinamie wewe. You are joking. Hapo akombandika nickname, mtu mwenye kuota ndoto, atrima. Sasa ikawa jamaa hapo kwa ndugu zake, akienda kwa ndugu huyu anatukana, akienda kwa ndugu huyu anaambia wewe unataka tukanyagia, lakini unataka kufanya umeokoka sana, umejitaro sana, kwenda zako. Si nisiingie huko. Sema amen. Nasema amen. Wajua ile kanisa kule Meru, mtu akionekana kiroho sana. Baada ya muda akalala tena, akaota ndoto ya pili. Ndoto ya pili ilipoota, alikuwa anaona nyota 7. Aliona
na mwezi na jua zinamuinamia. Siku ya jioni wamekula wamemaliza, akamwambia dadi, ile ndoto ya jana hata achana nayo, ni ndoto nyingine. Kama hivi kwa nini mwotaji kila siku wewe ndio mwotaji? Mbona Ruben haoti? Mbona Juda haoti? Ni wewe tu. Mbona uko kimbelembele? Babaka alimkemea ukisoma Biblia. Lakini maneno akayaweka kwa akili yake babake chako. Sikia. Aliposema hivyo, babake na mamake akasema, mimi naona kama jua ni dadi, mwezi ni mami, nyota 11 ni ndugu zangu, siku moja wataninamia. Wewe nakwambia ilikuwa kizaza. Walikuwa kikula chakula hivi, jamaa anatengwa hakuli saa moja na ambao wewe unajifanya unaongea na Mungu sana. Kumbe kulikuwa na covenant yeye na Jehova. Amen. To cut the story short, ndio tunasoma hapo kwamba walipomwona anakuja wakampangia, wakasema ni lazima tumalize ndoto zake. Yeye akiwa hajui, lakini Jehova akamtetea kupitia Ruben. Ruben akasema tusimwage damu. Hii damu tukimwaga, hii damu tutadaiwa. Kumbe Mungu alikuwa anamtetea ili awekwe ndani ya shimo, ili baadaye atolewe apelekwe Misri. Akipelekwa Misri awe prime minister. Alafu ndugu zake waje wamsujudie. Sema amen. Amen. Wakati akipangiwa hayo hakuwa anajua. Ninasikia kuna mtu anapangiwa hapa. Lakini nataka nikwambie mipango yao wamwage damu yako haitawezekana. Nasema haitawezekana. Nasema haitatendeka. Kama Jehova wa Abraham bado anaishi, kama Jehova wa Joseph bado anaishi, hata huyo ndiye atakutetea. Kama amenitetea na ametetea pastor wenu, hata wewe utatetewa. Sema amen. Amen. Kuna mmoja ambaye alikuwa na waziwa kufanywa nini? Kupepetwa kama ngano na hajui. Ni nani huyo? Ni nani? Luke chapter number 22 verse 31 and 32. Nisomee hii. 22 verse 31. Akasema, Simoni, Simoni, tazama. Shetani amewataka ninyi apate kwa pepeta kama vile ngano. Halafu lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Halafu nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Thank you. Nazungumza kuhusu Mungu mtetezi. Petero hana jualo, lakini kumbe anapangiwa kupepetwa kama ngano. Thank you, Pastor Mashu. Kama ngano. Yeye hajui, lakini mipango inafanywa. Kama vile wewe hujui, yale wachawi waganga wanakupangia. Lakini kuanzia leo mipango yao inakuwa butu. Inabot. Sema amen. Nasema amen. Yesu akamwambia Petero, nimeona shetani anataka kukupepeta, lakini nimekutetea, nimekuombea. Nasikia sauti ya Jehova ikiambia mtu hapa, Mungu anakutetea hata kama hujui. Nasema Mungu anakutetea hata kama hujui. Na kama hujui, basi unatakana katika kinywa chako ujae shukurani. Kama ni wakati wa maombi, usilazimishwe kuja. Unaweza kuja tu hata usiombe kitu chochote. Useme Bwana ninashukuru kwa kunitetea nikiwa sijui. Na hiyo itasababisha bubujiko ndani yako. Na utaanza kuomba na ukaona vitu vinatendeka. Sema amen. Mungu mtetezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiata kutetea akiwa anakujua. Nataka nimalize hii. Nikupatie vile vitu sasa ambavyo chapter number 6. First Timothy chapter number 6 and verse number 11. First wapo, lakini wanakuazia mbaya.
au na kutoa kwa minyororo yao. Amen. Na kutoa kwa kalenda yao. Amen. Na kutoa kwa kile ambacho wamepanga mwaka huu kwa ajili yako. Amen. Sema amen. Amen. 1 Timothy chapter number 6 verse 11. Nasema 1 Timothy chapter 6:11. yes. Bali wewe mtu wa Mungu. Bali wewe mtu wa, hakuna mtu wa shetani hapa. Ama kuna mtu wa shetani hapa? Inua mkono mtu wa shetani? Hakuna. Kwa hivyo hiyo neno linaongea na wewe. Basi wewe mtu wa Mungu, afanyaje mtu wa Mungu? Uyakimbie mambo hayo. Uyakimbie mambo hayo. Ukisoma hapo juu ndio utajua hiyo mambo hayo. Lakini ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Nataka sasa hapo urudie vizuri, ili yule ambaye hajasikia asikie. Hiyo ndio mambo ambayo yanaweza kukufanya wewe uwe na covenant na Jehova. Na hata ukilala, mtoto wako akilala, hakuna malaria ya watoto itamshika mtoto wako. Maana you are connected. Mambo 6. Hiyo hata kama utasahau kile ambacho nimeanza kuhubiri, hiyo mambo 6 ndio itakufanya uwe na covenant na Jehova. Ya kwanza, uwe mtu wa haki. Ya pili, uwe mtu wa utaua, uwe mtu wa Mungu, uwe mama wa Mungu, uwe mzee wa Mungu. Amen. Ya tatu, uwe mtu wa imani. Manake ni imani, asiye na imani wampendezi Mungu. Ya nne, uwe mtu wa subira, patience. Oh my Father, my God. Ya tano, uwe mtu wa upendo. Usichukie kila mtu. Sema amen. Ya 6, uwe mtu wa upole. Amen. Hizo mambo 6 ukianza kuya practice, vita vyako hata wachawi walale uchi, waamke uchi. Waje wasumke kanisa uchi, waende waseme tumefunga milango, hakuna washika wataingia. Wewe kama mtu wa Mungu. Oh my God. Amen. Nasema amen. Amen. Sikieni niwaambie watu wa Mungu. Mambo haya 6 yalikuwa yanaambiwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Timotheo. Akaambiwa na Paulo yale mambo ambayo unataka na kuyafuata ili vita vyako Mungu avichukue na kupiganie. Kwanza, be a righteous man. Be a righteous woman. Number 1. Number 2, be a godly woman. Amen. Be a godly man. Amen. Number 3, have faith in God. Number 4, have love. Be lovely. Amen. Number 5, have patience. Subira. Number 6, uwe mtu wa upole. Gentleness. Sema amen. Amen. Ukiwa na hizo vitu, vita vyako Jehova anavichukua asubuhi na mchana. Amen. Wewe unafanya biashara zako pale sokoni ya Mariakani, watu wanakuja na mazingaombwe yao, lakini vitu vyako vinanawiri na vinaendelea. Maana yake uko na mtetezi. Sema amen. Watoto wako wanakuwa wanasoma, wanapata kazi kwa sababu uko na mtetezi. Amen. Watoto wako wana afya kwa sababu una mtetezi. Amen. Bibi yako ako na afya na bwanako kwa sababu uko na mtetezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasimama kwa madhabahu haya nitangaze katika ulimwengu wako wa anga, wote wanaokupangia kwamba wamwage damu yako, kuanzia leo napangua wawe wachawi, wawe waganga, wamekaa na wametoa sadaka katika madhabahu yao ya uchawi, madhabahu haya yapigane na madhabahu. Sema amen. Nasema sema amen. Madhabahu haya ambayo Masho pastor wenu alipata ufunuo akayaweka hapa. Hii madhabahu si kwamba iliwekwa hapa ili pastor wewe juu hawaangalie chini, no. Kuna maagano. Amen. Na ndio wao wachawi nao wana madhabahu yao. Na ndio tukiwaambia leteni sadaka hapa na fungu za 10. Twajua ni nini tunasema.
Sema amen. Watai ilete hapa, inyonye hii. Ili ya mganga hapeani vitu kama hivi. Mganga ukienda, nilikuwa huko na ndio nikaokoka. Na ndio mwisho alikuwa ananiambia, wewe uliokoka lini? Mimi niliokoka 1997.